Salma, basi waambie huko polisi unahatarisha maisha yako na familia ya Mariam. Salma alitumia voice kafokewa na watu wa huko, hususani bosi wa huyo Mariam. Kwa hiyo sasa Mariam anasema akikosa msaada, akifeli kabisa, basi atarudi sanduku. Ikasikia akachukua kisu akampelekea madamu wake, akamwambia niue ili nisijihukumu mimi, niue mimi nimechoka. Anamwambia wewe chizi, kwanza huna pa kwenda wewe, ukitaka lete pesa cash. Tukamtafuta agenti wa Omani, nikaongea naye, ananiambia tunataka riali 550. Nikamwambia ndo sheria inasema hivyo. Kwa hiyo mtu atoe pesa, amchukue tu mtu hajajaribu kazi. Sote tumeuzwa kwa staili hiyo, lazima kajaribiwe. Hatoi ushirikiano, hanijibu. Madam wa Mariam akamwambia Mariam, mblock Salma agent, mblock na Eliza ambaye ni mimi dada yake, kwa sababu sisi ndio tunamharibu Mariam. Akipigiwa na watu wengine kutaka msaada, anawajibu Mariam hana shida, tunaishi vizuri. Nini hitaji la huyo bosi? Anahitaji Mariam arudi kwenye sanduku. Mariam hapumziki. Sasa hivi Mariam mashine mbovu, anafua kwa mikono. Kuna sheria kufua kwa mikono? Kuna sheria mfanyakazi mchana asilale? Kuna sheria kumwamsha mfanyakazi usiku nguo hujanyosha vizuri kafua urudie kunyosha? Kuna sheria kumwamsha saa 4 au saa 10 ambao huko wanasema saa 4? Hiyo ni sheria? Ndugu zangu, nimecomment sana Global, Insta, YouTube, naomba msaada wenu please. Mariam anateseka. Ni Mariam akifa sina hatia, na nawa mikono, sina hatia kwa Mariam. Damu hiyo iwe juu ya wengine ambao hawatu msaidia, ila mimi Eliza Msaki sina hatia. Nimepambana, nimefika kwenu, nalileta kwenu. Papa Suleiman, unasikiliza babangu, wewe ndio msaada wetu huku. Msaidie Mariam Hassan Kalinga, ni yatima. Msaidie yatima, asirudi nyumbani, aendelee kutafuta, ila abadilishwe nyumba. Mimi yangu ni hayo. Nasema asanteni, nalileta kwenu na Mungu awabariki sana. Aya, asante sana.